Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-akhyaril muntajabin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu hapa Abjad Academy, tunaendelea na kipindi chetu kinachozungumzia siri zilizojificha ndani ya suratu Yasin, na leo insha Allahu taala tutakwenda kuangalia aya ya 3 inayopatikana katika sura hii, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innaka la minal mursalin, hakika wewe hakika ni miongoni mwa waliotumwa. Ukiangalia aya hii vizuri, utaona Allahu subhanahu wa ta'ala anazungumza na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa almaana alawali, lakini ukija almaana thanawi utakuja kuona ya kwamba hii aya inatufunza namna ya kuzungumza na watu kulingana na jinsi walivyo. Tutaona Allah subhanahu wa ta'ala anapotusemesha wanyonge, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwa uslubu wa aina yake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza na watu ambao mioyo yao imejaa jeuri na kiburi, utaona Allah subhanahu wa ta'ala uslubu wake unabadilika mpaka kufikia hali ya kuiteremsha sura ambayo haikubeba bismillahir rahmanir rahim, ambayo ni sura ya 9, suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala ana namna ya kuzungumza na watu kulingana na jinsi walivyo. Kwa Qur'anul Karim inatufundisha hivyo, na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna ma'ashara al-anbiya umirna an nukallima an-nas ala qadri uqulihim, sisi kongamano la manabii na mitume tumeamriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumeamrishwa tuzungumze na watu kulingana na viwango vya akili zao, kulingana na hali zao, kulingana na jamii zao, na ndivyo tuiona Qur'ani inakuja hivyo hivyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaka la minal mursalin. Twende tukajifunza ndani yake wanazuoni wanazungumza nini kuhusu uslubu wa aya hii, kulingana na yale ambayo tumeyafanyia ikhtisari zaidi, ili kusudi tusikuchoshe katika kutazama na kusikiliza. Kama hauja subscribe sasa na uguse alama ya kengele, ili kusudi tukiposti darasa linalofuata likufikie kwa wakati. Kwa hiyo innaka la minal mursalin, hakika wewe hakika ni miongoni mwa waliotumwa. Hadhihi al-aya, aya hii hiya jawabu al-qasami, ni jawabu la kiapo, fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wal Qur'anil hakim, na hapa kwa Qur'ani yenye hikma. Tujifunze kitu, kila kiapo ndani ya Qur'anul Karim basi kinahitajia jawabu lake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala popote alipoapa, basi kuna kitu ambacho alikuwa anataka akithibitishe kutumia hichi kiapo. Ukenda katika suratu Shams, Allah subhanahu wa ta'ala anasema washamsi wa dhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah subhanahu wa ta'ala kaapa kwa vitu vingi huko nyuma, lakini mwisho anasema qad aflaha man
zakaha wa qad khaba man dassaha. Na katika sura nyinginezo Allahu subhanahu wa ta'ala kila alipoweka kiapo, basi mbele kuna jawabu la kiapo hicho, kumaanisha jawabu ni kile ambacho kinakuja kupokelewa na kiapo kwa kuwekewa mkazo kutokana na umuhimu wake. Kwa hiyo katika aya hii innaka la minal mursalin, aya hii inapokea kiapo, kwa maana ya kwamba imeshatanguliziwa msisitizo aya hii kupitia kiapo kiliyoko nyuma yake. Allahu subhanahu wa ta'ala aliposema wal Qur'anil hakim, na hapa kwa Qur'ani yenye hikma. Innaka, hakika wewe, la minal mursalin, hakika kabisa ni miongoni mwa waliotumwa. Qur'an anasema wanachuoni, hadhihi al-aya hiya jawabu al-qasami fi qawlihi ta'ala wal Qur'anil hakim. Aya hii ni jawabu la kiapo katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema na hapa kwa Qur'ani yenye hikma. Yani aqsama Allahu ta'ala bil Qur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala ameapa kwa kutumia Qur'an, alladhi balagha al-ghaya, ambayo imefikia ukomo, fil hikmati wal ihkam, katika hikma na ubayana. Yani Qur'anul Karim ndiyo ambayo imebeba hikma yote na ndiyo ambayo imebeba ubayana wote, ala haqiqatin min a'zami haqa'iqid din, katika hakika miongoni mwa hakika za kidini, katika ubainishaji miongoni mwa ubainishaji wa kidini, katika ufafanuaji miongoni mwa fafanuzi za kidini. Wahia, nayo hiyo hakika, huo ufafanuzi, huo ubayana, anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika Muhammad, rehma na amani zishuke juu lake na pamoja na ahali zake, rasulun min indillah, ni mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haqqan, ni haki kabisa, ni kweli kabisa, la shakka fihi. Istafahu Allahu bilwahyi, Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua kwa kumpa ufunuo. Walikuwepo wengi wa Arabu katika mji wa Makkatul Mukarrama, walikuwepo wengi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala istafahu, kamchagua. Kuna neno kwa maana ya kwamba kamchagua, kwa maana ya kumteua, si kwamba watu wamependekeza awe, hapana. Allah yeye ndio kamteua bilwahi, kwa kumpa ufunuo ya kwamba huyu kifua chake kinaweza kuhimili ufunuo wangu, huyu tabia zake zinaendana na yale ambayo mimi Mola wake mlezi nayataka. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amemwandaa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tangia alipokuwa kichanga, anakuwa katika hali nzuri na ya sawasawa, anakuwa katika hali ambayo huwezi kumtuhumu kwa uchafu wa aina yoyote. Allah alishamteua kabla hajamteua kuwa mtume. Wa arsalahu hadiyan lilalamin, na Allah subhanahu wa ta'ala amemteua pia ili awe kiongozi na mwongoaji wa viumbe wote. Kwa maana kule Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kutuambia sisi ya kwamba yeye ni rahmatan lilalamin, yeye bwana mtume ni huruma kwa viumbe wote. Ukisoma historia ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utakuja kuona jinsi huruma yake ilivyofikia ukomo katika wote ambao wamepewa hikma. Aliyepewa hikma yote ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika aya hii tukenda katika at-tahlilu lughawi, tupate faida hapo, tujue haya matamshi innaka, neno inna pamoja na hii kaf pamoja na lam na neno min na neno al-mursalin zimetumika vipi ndani ya Qur'anul Karim. At-tahlilu lughawi wa tafsiri,
uchambuzi wa kilugha na kitafsiri. Tunasema kwamba sote tunajua kwamba inna ni harfu taukidi wa nasbi, tansibu lisma wa tarfau lkhabar. Kawaida ya inna inakuja kuweka mkazo kitu, lakini kazi yake inakuwa inanasibisha jina pamoja na kurufaisha khabari wake. Lakini hapa tufidu tahqiq alkhabar wa izalata shakki fihi, imekuja kuweka uhakika wa habari pamoja na kuondoa shaka ndani yake, ya kwamba hakuna shaka yoyote, huyu ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna. Kisha alkaf. Kaf ni dhamiru almukhatabi, ni kiwakilishi cha mwenye kuzungumzishwa, mabniyun ala alfatha, chenyewe kimejengewa fatha, lakini hapo ilipo ndio ismu wa inna, fi mahali nasbi ismu inna, wa huwa khitabu tashrifin wa ta'nith linnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kafu imetumika katika kuja kumzungumzisha bwana mtume kwa kumpa sharaf na pamoja kumpa sifa zilizokuwa nzuri bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kumwonyesha heshima yake ni ipi. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakumuita kwa jina lake, la, bali katumia kiwakilishi ya kwamba huyu ni mtukufu, kama ambavyo huwezi kumuita baba yako jina lake. Huwezi kumuita baba yako Ibrahim au Musa au Ali au Yusuf au Uthman, la, utamuita baba. Baba kwa maana ya kwamba ile ni heshima. Na kumuita baba yako jina lake mbele ya wenzake, ukamwona ukamuita jina lake Musa, watu watamuona baba yako hajakulea vizuri. Kwa hiyo kutokana na sharafu ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu anatufundisha jinsi ya kumuita yeye. Allah subhanahu wa ta'ala sehemu zote katika muita kwa jina la kiwakilishi, na sisi tukimuita basi tumuite kwa kumuita sayyid, sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad. Hiyo ndio heshima. Lamu kwenye neno la min ni lamu al-ibtidai al-muzahliqa, dakhalat ala al-khabar lituzidahu tawkid. Hiyo lamu hapo unapoiona ni lamu al-ibtidai, asli yake ilikuwa katika mubtada wal khabar, ndio asli huko, lakini muzahliqa inahama na kwenda kufanya kazi nyingine kutokana na vitendakazi jinsi vinavyoingia katika maneno hayo ya mubtada na khabar, vitendakazi vya kimatamshi. Kwa hiyo hii lam dakhalat ala al-khabar imeingia kwenye khabari ya inna, lituzidahu tawkid, ili kuzidisha kuweka mkazo kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anatuhabarisha. Na min ni harfu jarri mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Wa qala ba'dhum, wamesema baadhi ya maulama, hiya zaidatun fil khabar litaqwiyati ithbati. Wamesema kwamba hiyo min ni yenye kuzidi katika khabar kwa ajili ya kuweka mkazo uthibitisho ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ikaja min alafu ikaja neno al-mursalin. Alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ana uwezo wa kusema innaka rasulun, ilikuwa ana uwezo wa kusema hivyo, au innaka la rasulun, hakika wewe ni mtume. La, Mwenyezi Mungu akaongeza na neno min, innaka la minal mursalin, kwa maana ya kwamba wewe si mtume tu, ni mtume katika jumla ya mitume iliyotumwa, ya kwamba kubainisha uko nyuma alikuwepo mitume kabla ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama walikuwepo basi na huyu pia ni mtume kama walivyotumwa hao wengine ambao muliwakubali. Kwa hiyo min tuzidu al-khabar quwwatan fi tawkid, inaongezea habari nguvu katika kuweka mkazo. Waqala al-akharun, na wamesema wengine, hiya bayaniya,
ni an-nunul bayaniya, ni nunu ya kubainisha. Ai innaka dakhilun fi jinsi al-mursalin, yani hakika wewe ni miongoni ni mwenye kuingia katika jinsi ya mitume waliotangulia. Kwa hiyo hapo kuna kauli mbili na zote ukiziangalia zinakwenda kufanya kazi hiyo moja tu. Wa ala kila alqaulain, na kauli zote mbili ndugu yangu mtazamaji, fahiya tufidu mazida min at-taukid. Ukisema ni zaida fil khabar li taqwiyati al-ithbat, inakwenda kuzidisha nini? Nguvu, kwa sababu inatia nguvu uthibitisho. Ukisema ni an-nunul bayaniya ay innaka dakhilun fi jinsi al-mursalin, vile vile inakwenda kutia nguvu katika kuweka mkazo. Kwa hiyo wa ala kila alqaulain, na katika zote mbili hizo kauli fahiya tufidu mazida min at-taukid, inazidisha ziada ya kuweka mkazo. Watabruzu intimaa an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila mawkib ar-rusul alladhina istafahum Allah, na hapo inaweka wazi kumuunganisha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na zumratul mursalin, na kundi la mitume waliotangulia ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe aliwachagua ili wafikishe ujumbe kwa viumbe wake. Al-mursalin, neno al-mursalin ni ismun majrurun bimin wa alama jarrihi al-ya, na alama ya kujururishwa kwake ni ye, al-maksura ma qablaha wal maftuha ma ba'daha, ambayo kabla ya hiyo ye kuna harfu yenye fatha na kuna harfu yenye kasra, na baada ya hiyo ye kuna harfu yenye fatha, tofauti na muthanna ambayo ye kabla yake kunakuwa na fatha na baada yake kunakuwa na kasra. Asema li annahu jam'ul mudhakkar salim wa huwa jam'u rasul, na neno al-mursalin ni jam'ul mudhakkar salim, mufrad yake inakuwa ni neno rasul. Wa humul ladhina istafahumullahu, na ukisikia neno rasul katika Qur'anul Karim ahyanan inakuwa maana yake ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma, na ndo hapa inakuja katika hii sura ya tatu katika aya tatu ya suratu Yasin, innaka la minal mursalin. Al-mursalin aliyokuja hapo manake ni mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewatuma, biwahayihi minal mursalin, biwahayihi kwa ufunuo wake, lihidayati nnasi, kwa ajili ya kuwaongoa watu, wa iqamati lhujjati alaihim, pamoja na kusimamisha hoja juu yao, kwa kila namna ya kuweza kumthibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi wao wanafanya. Na ndio maana watu wa Nabiullahi Saleh alayhi salam wakamwambia, kama kweli wewe ni mtume, basi toa pale ngamia kwenye jabali, wataka ngamia mjamzito mwenye mimba, ili tuweze kunywa na maziwa pia. Basi kwa sababu lengo ni kuthibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu waepukane na ushirikina, Nabiullahi Saleh alayhi salam akanyanyua mikono kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, jabali likatoa ngamia. Lakini katika kupewa masharti wakashindwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawaangamiza kwa viburi vyao na jeuri zao. Ukija kwa Nabiullahi Isa alayhi salam, na yeye ana yake ambayo kayafanya kwa ajili ya kuthibitisha alwahdatul ilahiyya wal qudratul ilahiyya fa'alu lima yurid Allah subhanahu wa ta'ala. Ukenda pia kwa manabii wengine kama Nabiullahi Musa alayhi salam, mpaka kufika kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yale aliyomtokea katika kupasulika kwa mwezi na mengineyo. Kwa hiyo wa iqamati alhujjati alaihim, na kusimamisha hoja juu yao. Ndugu yangu mtazamaji, limadha hadha alqadr min at-tawkid? Kwa nini utaona kwamba kuna taukidi zaidi ya moja imetumika hapa?
Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aweke taukidi takriban 4 wakati taukidi ya mwanzo ni alqasam, ni kile kiapo, wal Qur'anil Hakim, hiyo peke yake ni taukidi. Allah anaweka mkazo lile ambalo anakuja kulizungumza. Alafu kupatikana neno inna, bado Allah ametumia mkazo wa pili. Bado kupatikana lamu taukid ambayo ni lamu al-ibtida, bado vile vile pia hapo ni taukidi. Bado Allah subhanahu wa ta'ala akaongeza na neno min katika kumthibitisha bwana mtume si yeye tu ni mtume, ikawa ni kioja, bali walitangulia waliokuwa kabla yake. Min allati tuzidu al-khabara quwwatan wa tuqarriru intimaa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila zumrati al-mursalin. Taukidi 4. Kwa nini? Kwa nini? Wanatuambia wajuzi, wasomi, wataalamu, wanasema wa hadha tarakum fil muakkadat laysa limujarrad albalaghati allafdhiyya bal inna almukhatabina kanu yablughuna alghayata fi inkari risalati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema wa hadha tarakum, na huu mjumuiko, fil muakkadati, katika taukidi nyingi, laisa limujarrad albalaghati lafdhiyya, si tu kwa ajili ya kuonyesha kiwango cha balagha za kimatamshi, la, hapana, bal li anna almukhatabina, bali ni kwa sababu wale wanaozungumzishwa, wale ambao bwana mtume amefunuliwa kusema nao, kanu, walikuwa, yabelughuna laghaya, wamefikia ukomo, wamepita mipaka, finkari risalati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kupinga utume wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wamemtupia mtume maneno mengi machafu ya kutaka kuonyesha bwana mtume si mtume, mpaka wakafika kiwango katika suratu Ra'd aya 43, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia bwana mtume, wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu alkitab. Uslubu wa aina yake. Na wanasema wale waliokufuru, wale ambao hawamtaki Mwenyezi Mungu, wale ambao hawaitaki haki, wanasema lasta mursala, wewe eti si mtume. Wanadai lasta mursala, wewe si mtume kabisa. Qul, sema Muhammad, Allah anamfariji, kafa billahi shahidan baini wa bainakum, yatosha Allah kuwa ni shuhuda kati yangu mimi na kati yenu, kama mimi ni mtume au si mtume. Lakini si Mwenyezi Mungu tu, wapo binadamu kama nyinyi ambao pia wanajua kama mimi ni mtume. Wa man indahu ilmu alkitabi, na wale ambao wana ilmu ya kitabu, inatosha wao kuwa ni mashahidi, kwa sababu alamat za kuthibitishwa kwangu, kuja kwangu, zilisha thibiti katika vitabu vilioko kabla ya kitabu hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakiteremsha. Kwa katika uslubu wa kutaka kusema na watu, kuna namna ya kusema nao. Wanazuoni wa balagha wanatufundisha katika ilmu al-maani, wanasema kuna anwa'ul khabar, kuna aina za kutoa habari. Kuna al-khabaru al-ibtidai, khabari ya al-ibtidai, wa huwa al-khabaru alladhi yulqa ila mukhatabin khali dhihni min al-hukm fala yahtaju al-mutakallim ila tawkid. Al-khabaru al-ibtidai ni habari ambayo anapewa mtu habari ya jambo ambalo halijui kabisa. Kwa hiyo hapa hapahitaji kutumika taukidi ya aina yoyote, tutasema tu al-ilmu nafi'un, kwa sababu huyu mtu hajui kama hii elimu ni yenye kunufaisha, ni khali adh-dhihn min al-hukm, hajui hayo. Kwa hiyo habari hapa itakuja ya kawaida, inaitwa al-khabaru al-ibtidai. Alafu kuna al-khabaru talabi.
Ipoje alkhabaru talabi katika ilmu albalagha? Wanazuoni wanasema huwa alkhabaru alladhi yulqa ila mukhatabin mutaraddidin au shakin fil hukmi. Hii ni habari ambayo anapewa mtu mwenye kutaraddad au mwenye shaka na hukumu iliyoko, yani anajua kwamba alilmu nafi', elimu inanufaisha, lakini yana shaka juu ya kunufaisha kwa ilmu. Fayuakkad alkhabar bimuakkid wahid ghaliban. Kwa hiyo hapa mzungumzaji, mtoa habari itambidi aweke taukidi. Mara nyingi huwekwa taukidi moja, innal ilma nafi'un, ondoa shaka, hakika elimu ni yenye kunufaisha. Hii ni aina ya pili ya utoaji habari, na tunasema ni alkhabaru talabi. Alafu kuna alkhabaru linkari. Alkhabaru linkari tunaambiwa huwa alkhabaru alladhi yulqa ila mukhatabin munkirin lilhukm. Habari hii anapewa mtu anayepinga hukumu iliyoko, yani anajua vizuri tu na wala hana shaka, lakini haitaki hukumu hiyo. Kwa hiyo mtu huyu, walidhalika yahtaju ila akthar min muakkad bihasbi quwwati inkarihi. Huyu mtu anahitaji taukidi, mkazo wa habari unayoitoa kulingana na namna ya upingaji wake na uchukiaji wake. Ndio utaona kuna utaweka taukidi mbili au utaweka zaidi ya taukidi mbili. Utaona innal ilma la nafi'un, hakika elimu hakika ni yenye kunufaisha. Sasa ukija katika aya hii ya tatu, utaona Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbili, aya ya pili na ya tatu katika suratu Yasin, Allahu subhanahu wa ta'ala ametumia taukidi 4 kwa sababu hawa wamefikia kiwango cha juu cha upingaji. Ndio akasema wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin, taukidi 4. Na hapa kwa Qur'ani yenye hikma, hakika wewe, hakika hakuna shaka yoyote, ni miongoni mwa mitume waliotumwa. Ayuha ikhwa, kutokana na muda, kipande kilichobakia tutakuja kimalizia katika kipindi kijacho insha Allahu taala. Tuishie hapo. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.